ipe thamani inayostahili damu ya Yesu, ili itumike kama silaha kuondoa vizuizi katika maisha yako. Ipe thamani ipe thamani inayostahili damu ya Yesu, ili itumike kama silaha kuondoa vizuizi katika maisha yako. Ipe thamani inayostahili. Kwa hiyo jana nilikwambia kama nasema ipe, maana wewe ndo unaweza ukaamua kuithaminisha kiasi cha kukusaidia. Nikatoa mfano jana, nikasema tulikuwa na wageni rasmi hapa jana, wakatoa hela nzuri. Huyo aliyekuwa mgeni rasmi angekao akasema naomba mchango, na angepata 1000. Lakini alipompa ile heshima ilimfanya atoe zaidi kuliko ungemwona haya kawaida. Kadhalika na damu ya Yesu ndivyo ilivyo. Ndio kusema amen. Kwa damu ya Yesu ndivyo ilivyo. Utendaji wa damu ya Yesu kwa mtu unategemea thamani. Usiweke kama spare tire. Umeiweka tu inakaa pale, na yenyewe inakusubiri wewe, kwa sababu utendaji wake wa damu ya Yesu unategemea umeipa thamani inayostahili. Haleluya. Na hapo kichwa kama kinavyotuambia kwamba ukipa itumike, kwa hiyo inaweza ikatumika yenyewe kama silaha kuondoa vizuizi kwenye maisha. Maisha ni ujumla wa vyote unavyofanya kutoka duniani. Au maisha ni kipindi cha mpito ambacho kiumbe hai anakuwa nacho akiwa duniani. Ndio maana uhai ukiondoka, maisha yanaisha. Kwa maisha ni ujumla. Kwa mfano hapa tuko hivi, nataka nikwambie sio maisha ya moja yanakufikisha. Kuna maisha ya kiuchumi, kuna maisha ya kiroho, kuna maisha. Hasa hayo maisha, eneo lolote la maisha unaloona lina kizuizi, ipe heshima inayostahili, ipe thamani ndani ya Yesu, uone kama hayatakusaidia. Haleluya. Wa upande wa pili jana nikagusia, nasema wameipa thamani damu kuliko maelezo. Ndio unasikia tunataka kwanza kwa biashara, anachinja, yuko tayari achinja hata mjusi. Ikutwe tu damu. Sasa tulipewa damu ya Yesu na nguvu kuliko damu zingine zote. Amen. Tukasema kwa nini tunatumia damu ya Yesu sasa? Nikataja pointi ya kwanza, nikasema damu ya Yesu ina uhai wa Yesu ndani yake. Si mnakumbuka? Amen. Kwa ukibeba damu, ujue ndani yake kuna uhai wa Yesu. Kwa kufanya kazi kwa damu ya Yesu unategemea sana uhai wa Yesu uko ndani yake. Si mnakumbuka ile mambo ya Lawi 17:11 anaposema kwamba kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nafasema nimewapa ninyi hiyo damu kwenye madhabahu kwa ajili ya kufanya upatanisho, kwa kuwa ni hiyo damu ifanya upatanisho. Si nakumbuka ile kitu kwamba uhai wa mwili uko kwenye damu. Kwa ukiona damu ujue kuna uhai wa chenye damu. Kwa ukiona damu ya Yesu ndio kuna uhai wa damu wa Yesu mwenyewe. Lakini pia nasema nimewapa ninyi hiyo damu kwenye madhabahu. Nikakwambia kwenye kile kitabu cha Korintho kwanza 3:16 anaposema kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. Si mnakumbuka na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Nikasema hivi, kama wewe ni hekalu, hakuna hekalu lisilo na madhabahu. Kwa hiyo kama mwili wako ni hekalu, ujue fika ndani yako kuna madhabahu. Na kama kuna madhabahu, na Biblia inasema nimewapa ninyi hiyo damu kwenye madhabahu. Kwa hiyo ndani yako iko madhabahu, na kama iko madhabahu haiwezi kukosekana damu ya Yesu. Na ndio maana unaposema damu ya Yesu, kinachotoka sio unachoongea, kinachotoka ni ile damu uliyoisema. Ndio maana shetani hakuelewani kufanya vita na wewe. Anachoona kinachotoka ndani yako ni zaidi ya ulivyo. Ni vile tu ujioni. Haleluya. Kwa hiyo ndani yako kuna madhabahu ya Mungu. Na ukiona madhabahu ya Mungu anakaa, labda uamue kumfukuza. Haleluya. Kwa hiyo usiache, usisubiri nikakope wapi damu. Ndio iko huko ndani. Hujaipa tu thamani na Yesu.
Mtu kikawaida natumia au ili pepo linanitia moyo. Alikutii moyo. Ninachokutana nacho ni kile unachokisema. Haleluya. Ukijua hiki kitu ni muhimu sana. Kwa sababu silaha ya damu Yesu, kama unakumbuka tukasema ndani ya damu Yesu kuna upatanisho. Si unajua ni hiyo damu ifanyayo upatanisho. Unagombana na wana ukoo,